Na hapa tuko na kiwanja ya Undugu. Hiyo kiwanja ya Undugu, kuanzia mwezi ujao, Jalango ameniambia tukuje tuwapangie vizuri, ndio muwe na mahali vizuri, kiwanja mzuri ya michezo ya vijana wa hapa Kibra. Mnasema tukuje tujenge hiyo mahali? Basi hiyo ni kazi yangu mimi, nitakuja ninyoroshi. Nyinyi mnaoishi hapa ndio mtakuwa nafasi ya kwanza kuja kuwa na manyumba yenu hapa, kabla Mkenya mwingine yeyote kutoka sehemu nyingine yeyote atapata nyumba hapa. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo vile nilifanya kule Mukuru, watu ambao walikuwa wanaishi pale, ndio juzi nimekuja nikawapatia manyumba zao kwanza, kabla hatujapatia wananchi wengine kutoka sehemu zingine. Kasiriko na ukabila, sisi wote tuishi kama ndugu moja. Watu wa Kibra, jameni, mtanisaidia tuunganishe wa Kenya? Munasema tuungane ama tutengane bwana? Munasema tuungane? Wala wanasema tuungane kwa mkono. Salala. Salala. Sikizeni. Sikizeni ndugu zangu watu wa Kibra. Sawa sawa? Sasa niwaulize, kwa sababu kuna wale watu jamaa wengine wa siasa mfululizo, siasa ya chuki, wako na hasira mingi, wako na ukabila mingi, wako na kisirani mingi. Na mimi nimewaambia wacheni siasa mfululizo, tuendelee na kazi bila break. Nyinyi watu wa hapa mnasema kazi bila break ama siasa mfululizo? Mnasema kazi? Ati mnasema kazi bila break? Ati kazi bila? Wale wa kazi bila break nione kwa mkono. Basi tumekubaliana. Hapa niko na ndugu yangu, huyu contractor wangu bwana Gelot. Huyu mjamaa huyu ndiye ananisaidia kupanga hii kazi, na kijana yake Ami Papo, na anafanya kazi mzuri, mpigeni makofi jameni. Na sasa hapa tutakuja kuanzisha, nikimaliza kazi ya enumeration, wananchi ni wapange vile mtaishi mahali ingine, mimi ni wajengee hapa, munipatie nafasi kidogo, murudi muishi kwa manyumba mazuri ambayo tutakuwa tumewapangia hapa. Na hapa tuko na kiwanja ya Undugu. Hiyo kiwanja ya Undugu, kuanzia mwezi ujao, Jalango ameniambia tukuje tuwapangie vizuri, ndio muwe na mahali vizuri, kiwanja mzuri ya michezo ya vijana wa hapa Kibra. Mnasema tukuje tujenge hiyo mahali? Basi hiyo ni kazi yangu mimi, nitakuja ninyoroshi. Sawa sawa? Lakini meanwhile kazi bila break. Tumekubaliana? Niko hapa na ndugu yangu Sakaja. Si mnajua Sakaja, gavana wetu? Huyu ndugu yangu Sakaja ndio nimeshirikiana na yeye katika hii kazi. Approvals yote ambayo ilikuwa inahitajika hapa haikukaa hata siku moja kule City Hall. Ilifika City Hall, MCAs wakapitisha, gavana akaweka kidole, tukawa naye tunaendelea na kazi. Wewe gavana, mimi natumana approvals ya hii C&D. Fanya haraka haraka, mimi nijenge hapa, wananchi warudi waishi katika maisha mazuri. Tumekubaliana jamii? Na huyu Jalash jameni, si mnajua huyu Jalango? Huyu Jalango ananihangaisha sana huyu jamaa. Ananisukuma kama wheelbarrow. Ananiambia hii maneno ya hapa lazima itembee haraka haraka. Mnasema tuendelee na hiyo kazi? Tuungane MCAs, tutoe Islam hapa Soweto, tuwapange na nyumba mzuri. Basi hiyo ndio kazi yangu, na mimi nataka niwaambie nimesimama imara. Mimi sitatishwa na mtu mpaka tuhakikishe kwamba Kenya imebadilika. Kenya haiwezi kubadilishwa kwa matusi ama kwa fitina ama kwa hasira ama kwa makasiriko ama kwa ukabila. Kenya itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo kama hiyo tunaona hapa, ya kubadilisha maisha ya wananchi wa taifa letu. Kwa hivyo Kibra, mimi nataka niseme asante sana, na
mimi nitarudi hapa wakati ya kuja kuanzisha hii mpango hapa. Tuhakikishe ya kwamba we change our country and we change the destiny of our nation. Na nyinyi vijana mko tayari? Nahitaji vijana wengine wa kufanya kazi hapa. Vijana hapa mko tayari ama mko tayari? Mko tayari? Si mnaona jamaa wanafanya kibarua hapo? Sasa mimi nataka watu wengine wa kufanya kazi hapa wakati tutaanzisha. Kwa hivyo mjue tunawapenda sana, tunawaheshimu sana. Mimi nimekuja hapa kusema jambo na kuangalia hii kazi na kuhakikisha kwamba kazi ya enumeration inafanyika, na mimi nataka niwahakikishie hakuna mtu atatoka nje kupata nyumba hapa kabla ya watu wa Kibra kupata nyumba. Asanteni sana, na wapenda sana, na watakia baraka ya Mungu. I want to give you my assurance. Sawa sawa. Hapa tunaendelea saa hizi na kuandikisha wananchi ambao wanaishi hapa. Tayari wananchi 11,000 watu ambao wanaishi hii Soweto C and D. Sasa tumeandika majina yao. Na mimi nataka niwashukuru wananchi wa hapa kwa kukubali ya kwamba tuwajengee manyumba hapa, na mimi nawahakikishia kwa sababu ya heshima yenu kwamba mumekubali tujenge manyumba hapa, na mimi nawaambia tukikamilisha hiyo nyumba hapa, nyinyi mnaoishi hapa ndio mtakuwa nafasi ya kwanza kuja kuwa na manyumba yenu hapa kabla Mkenya mwingine yeyote kutoka sehemu nyingine yeyote atapata nyumba hapa. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo vile nilifanya kule Mukuru, watu ambao walikuwa wanaishi pale, ndio juzi nimekuja nikawapatia manyumba zao kwanza kabla hatujapatia wananchi wengine kutoka sehemu zingine. Na mimi nataka niwahakikishie hii mpango ya kuondoa slum, kuondoa sehemu ya vitongoji duni, kuondoa sehemu hii, nyinyi mnajua hapa siwe inatiririka namna hii. Takataka ndio hiyo imejaa. Hakuna choo, stima ni shida, maji ni shida, barabara ni shida. Ni kweli ama si kweli? Hii slum, wengi walikuwa wanasema pale nyuma ati mambo ya slum upgrading. Mimi nimesema hakuna slum upgrading, ni slum eradication. Slum itoke kabisa, wananchi waishi kwenye makao ya kufaa na ya kutosha, mahali kuna heshima, mahali kuna maji, stima, mahali kuna choo, mahali kuna sewage, mahali kuna barabara, and that is my commitment. Na mimi nataka niwaeleze hivi, wengi hawakuamini ya kwamba hii kazi itafanyika. Ni kweli ama si kweli? Lakini kwa macho yenu sasa mnaona inafanyika, haifanyiki? Mmekuwa na imani? Hii mnaona hapa, hii ya mabati hii, munipatie nafasi kidogo. Hii mabati nitabadilisha, itakuwa ghorofa kama hii, na Kenya itasonga mbele. Hii Kibera ambayo iko hapa, ambayo ati sifa ya Kibera ilikuwa ni the largest slum in Africa, itabadilika sifa yake, itakuwa the largest estate organized in Africa hapa Kibra. And that is my commitment.